The two buddies who really failed Irungu Kang'ata, governor of Murang'a County, kwa kukosa kuhudhuria kongamano la uwekezaji lililofanyika katika kaunti hilo la Murang'a, either for political reason or personal reason. One ni mjumbe wa Kiharu Samson Dede Nyoro, mbunge ambaye anajulikana hasa katika mikakati yake ya uwekezaji. Definitely this was a place to be. Two ni Murang'a Senator Joe Nyotu. The third person ambaye is really riding on current political situation is Jamri Kamau, former Kigumo MP na mgombea kiti cha ugavana wa Murang'a kwa mara ya tatu mtawalia. Despite in attendance having the likes of kina Babu Owino, governors, nominated senator kutoka eneo hilo la Murang'a, it is beyond reasonable doubt that Samson Dede Nyoro, mbunge wa Kiharu, and Senator Joe Nyotu have been invited but failed to attend. Na zifuatazo huenda zikawa ndizo sababu kuu za hao kutohudhuria kongamano hilo la uwekezaji. One of the reason could be after the President Ruto, who was in attendance, claiming that Samson Dede Nyoro, mbunge wa Kiharu, ni rafiki yake na huwa anamshauri sana kisiasa. It is now evident since Samson Dede Nyoro ungatuliwa kama mwenyekiti wa kamati ya bajeti bungeni la kitaifa, lilikuwa tu tazamo la mara moja. Things are not good between this long time friend politically, and ever since Dede Nyoro kungatuliwa amekuwa kipinga Rais Ruto na sera zake left, right, center, hasa NSSF funding to housing levy. Here is the tip. Now, we have had housing levy in Kenya. This is the third year. The same economic data shows that construction sector in Kenya is going down, not up. Not my data, government's data. Economic survey from KNBS. Now, me and you as a Kenyan are already contributing to the housing fund. You are contributing through your salary, and I am contributing. But for the generality of the economy, when 70 billion is cut from our pay slips, the economic situation in the construction sector is decelerating. So I am appealing to the government policy makers. When you see something is not working, it is good for you to come out and as early as possible stop it. Because it's very clear that the housing levy is more efficient in private pockets, not when we give this money to government. The debt situation in Kenya is unprecedented. Now, I would have thought that we stop digging the hole, we get a solution on how to get out. Now, this is what we have done. We have dug the hole deeper, but we have found that one hole is not enough. Let's start another one. So beyond the deficit that is, beyond the debt that is recorded in the government books, the government has now come and become clever and started another book at the side. That book, its first chapter, is called securitization. The money you pay through fuel, housing levy, fuel levy, it has been made as collateral. 175 billion has been borrowed from the banks. The expenditure of that money is nowhere in the budget. It is nowhere in Parliament. You will not see any document submitted in the National Assembly in regards to 175 billion borrowed out of securitization. That is a scandal. And we are doing exactly what Zambia did before Hakainde Hichilema became president. By the time they came in, they realized there were two sets of debts. The debt they knew and the debt they did know. Ultimately, all these things catch up with the economy because you'll have to pay the debt you know and the one that you don't know. The last thing, we are nearing election year, and therefore politicians want to be seen to do something.
Now, there is no money, or the economy has been squeezed to a level where it can't support the political projects that are needed. So we have gone to NSSF, to the CPF. We are now forcing them to invest pensioners' monies into infrastructural projects. Uwepo wa Rais Ruto katika kongamano hilo la uwekezaji lilimzuilia Samson Ndindi Nyoro kuhudhuria. Pengine hata rais mwenyewe hangependa kukutana macho kwa macho na Ndindi Nyoro. Hivyo basi sababu za kiusaliti kati ya Rais Ruto na Ndindi Nyoro huenda zilichangia kutohudhuria kwake Ndindi Nyoro. Ndindi Nyoro is perceived to be an honest person based on how he implement his mandate as an MP for Kiharu, one of the constituency in Murang'a County. Na kwa matukio mengi Ndindi Nyoro amebaini ya kwamba wakati ufaao atatoa mwelekeo wake wa kisiasa, and obviously following how recently Ndindi Nyoro amekuwa akimpiga Rais Ruto kisiasa, he will choose another political route and Ruto will not be an option. Aidha ajiunge na Wamunyoro DCP party ama anzishe chama chake kipya cha kisiasa ambacho kwa hakika kuna uwezekano mkubwa wa kuzua umaarufu katika eneo hilo la Murang'a, na Ruto ni jambo ambalo kwa hakika hawezi akapendelea. Therefore, conflict of interest between the two could have contributed to Ndindi Nyoro kukosa kuhudhuria kongamano hili la uwekezaji. Number 2 ni seneta wa kaunti hilo ya Murang'a, Senator Joe Nyoto. And for political reason, he was missing in action, and obviously Rais Ruto na Joe Nyoto hawanani macho kwa macho, Joe Nyoto akiwa ni mfuasi sugu wa mrengo wa upinzani wa sasa. Wakati wa kongamano hilo, Joe Nyoto alikuwa akimrushia Rais Ruto cheche za maneno katika maeneo hayo ya Murang'a. Mbia kwamba wewe Ruto na Murkomen waziri wako wa usalama wa ndani pamoja na naibu wa mkuu wa polisi Lagat kwamba nyinyi ndio mnaopanga kuua Wakenya. Na kabla ya wiki mbili kuisha tumeona kijana mdogo sana anaitwa Ojwang amechukuliwa akauawa kinyama eti kwa sababu amesema kwamba Lagat mtu wako ati ni mtu ni muuaji. Na rais, tunajua wewe ndiwe umeshikilia Lagat. Jamle Kamau ndiye mnyemelezi wa hali ya kisiasa iliyopo katika kaunti ya Murang'a. Gavana Irungu Kang'ata kudida kutangaza msimamo wake wa kisiasa kumemfanya Jamle Kamau kuchukua hatua ya haraka na kuhamia chama cha DCP kutoka chama cha Jubilee. And going by political history of Kenya, political wave may shock Irungu Kang'ata because it is expected DCP party will carry the day in Mount Kenya region come 2027. Hata ingawa Irungu Kang'ata ni mchapakazi, Jamle Kamau ambaye anakisiwa atawania kiti hicho cha ugavana chini ya chama cha DCP huenda akabeba siku. Kindly hit subscribe button, like and share. Hapa ni Neo Media, kituo nambari 2 nyuma ya hakuna. Shukran kwa kutazama.